Watu wengi wanataka kuwa na baba wa kiroho, watu wengi wanatamani kutafuta kanisa la kwenda kuabudu. Lakini kuna jambo ambalo lazima uelewe kuwa hatumchagui mtu kuwa baba yako wa kiroho, au wewe unaitaka kuwa na baba wa kiroho. Haumchagui kwa sababu anatoa mapepo, au mchagui mtumishi kwa sababu ana nguvu, au uchagui kanisa la kwenda kuabudu kwa sababu umeona watu Jumapili wanatapikishana, umeona Jumatatu watu wametemeshana viwembe, au umeona Jumanne kuna nguvu. Kinachofanya sisi tunachagua au tunamchagua mtu kuwa kiongozi wetu wa kiroho ni hekima aliyonayo, kwa sababu baada ya kutoana mapepo, kitachotufanya tutoke eneo hili kwenda eneo lingine kimaisha ni hekima. Ndio maana wanafunzi Yesu alipokuwa anataka kuwaacha, ukifungua kitabu cha Yohana sura 6 mstari wa 68, Petro akasema, tuende wapi? Maana kwako ndipo palipokuwa na neno la uzima. So tunakaa na mtu au tunachagua kukaa chini ya mtu, it is not because he has showcased the power, ni kwa sababu ya hekima. Maana yake ndoa ili ifanikiwe inahitaji hekima. Baada ya kumaliza kuombeana, tunahitaji hekima ya kutoka sehemu hii kuelekea sehemu hii kwenye upande wa ndoa. Kwenye uchumi, baada ya kuombeana uchumi, kuna guidelines, kuna roadmap ambayo hiyo roadmap nguvu haitatupeleka bali hekima. So Mkristo yoyote ambaye anataka kuwa chini ya mtu yoyote, unafikiria kuwa chini ya mtu, huyo mtu hakikisha haupimi kwa levo yake ya kutoa mapepo, haupimi kwa levo yake ya kushowcase kipawa, kuonyesha unabii, bali unapima uwezo wake wa kukaa chini yake kwa hekima alionayo. Kwa sababu unaweza ukawa na nguvu, hata kichaa anaweza akawa na nguvu lakini hana hekima. Mtoto mdogo unaweza ukampa bunduki kubwa akaishikilia, lakini hana hekima ya namna gani atumie. So power is not advantage when wisdom is not there. Power